Sawa. Asma, kwako wewe, alichokifanya Macron ni kama ingekuwa ni mahusiano, ametembea na wanawake kadhaa huko, wamemkataa, sasa amepata mwingine na amemwahidi vitamu, amekubali. Unamaanisha nchi za Ufaransa, nchi za Sahel ambazo zimemfukuza huko na hakuna uhusiano mzuri kati ya hizo nchi na Ufaransa. Kwa upande wa Kenya, dili hii na ukaribu huu, na ukimwona anajaribu kutengeneza mahusiano mapya na nchi zinazozungumza Kiingereza, unaona kuna faida gani katika mahusiano haya mapya kati ya Kenya pamoja na nchi zingine zinazozungumza Kiingereza? Bila shaka na sisi hapa labda hizo neema zitatufikia kwa namna moja au nyingine. Una mtazamo gani? Unahisi ni kitu chanya au una doubts hapa? Kwanza sioni unajua Henry ni mwanasheria na mwanadiplomasia. Mimi sio mwanasheria, sio mwanadiplomasia. Kwa hiyo mimi nitaipiga as raw as possible. Inaniumiza kama Pan-African na inanitia ukakasi kama Pan-African kitu ambacho Kenya inachokifanya, kwa sababu nina makala kadhaa ambayo nishayatoa, mengine yako SNS, mengine yako kwenye YouTube channel yangu, nikielezea role ya Kenya. Kenya mi wanaita FOB, Forward Operating Base ya neocolonialism hapa East and Central Africa. Yani base yao iko pale, na kawaida ya Fuse huwa tunaenda kwa facts and logic, sio tunaongea tu kawaida. Nianzie wapi? Let's say kwanza tu kwamba wafahamu uwezi ukahost nchi ambayo mpaka leo hii inatoza kodi. Ndio hiyo ametoka kugusia hapo nani, ambao watu wafahamu Francophone countries. Ufaransa ilitoa uhuru kwa nchi za Kiafrika ambazo ilikuwa inatawala kwa masharti, lakini masharti hayo yalikuwa kwamba sisi tumejitoa ila bado tutakutawaleni. Na moja ya njia ni kwamba benki kuu zote za hizo Francophone countries zinaweka pesa yake Ufaransa, katika benki kuu ya Ufaransa, na sarafu wanayoitumia ni sarafu ambayo ni imetengenezwa na wao ndo wana kitu ambacho kinaitwa Henry atanisaidia kwa sababu ni mwanasheria, rights of refusal, kwamba neema yoyote ya kwanza katika hizo nchi ni mpaka yeye Ufaransa aseme mimi siitaki, ndo wanaruhusiwa kumpa mtu mwingine. Kwa hiyo kama wana madini, wao ndo wanapewa right ya kwanza kufaidika yale madini na kuyachukua madini, mpaka wao waseme no, unaweza ukaenda ukampa Kenya au Tanzania au Marekani au mtu mwingine. Na wao wana influence mpaka kwenye jeshi, na wao kwenye hiyo Francophone countries wao wanaamua ni nani ambaye anakuwa ni rafiki yenu na nani ambayo sio rafiki yenu, mna mahusiano vipi, yani foreign policy. Umeona? Sasa tumeona hiyo, na Henry kaelezea one of the top 10 producers wa uranium duniani kuna Niger, lakini Henry katoka kugusia pale, na sitotaka kuingia deep, jinsi walivyokuwa wanaichukua kwa less than $1, chini ya $1, na wakati kwenye world market it was approximately $200. Sasa nimeelezea yote kuhusu Francophone country na wanavyolipa na hela zinavyoenda kule na vitu kama hivyo. Waafrika wamepambana kuwatoa pale, alafu leo hii wewe unaenda unachukua nchi ambayo mpaka leo hii sasa hivi tunavyoongea, sasa hivi ni saa 11:07, tarehe 12 Mei. Ufaransa, kuna nchi za Kiafrika ambao zinawekeza hela zake kwenye benki ya Ufaransa, na Ufaransa inawapangia rate, na Ufaransa inaamua foreign policy yao, na Ufaransa inachukua gharama kutoka pale. Na kuna quote maarufu sana wanapenda kuitumia ni ya Jacques Chirac, anasema without Africa France will stumble to a third world country. Nimeparaphrase kwamba bila Afrika Ufaransa itaporomoka na kuwa nchi ya katika zile daraja la 3 duniani, itakuwa level 1 na nchi za Kiafrika. Kwa hiyo unakuja kuona ni wanafaidika kiasi gani, kwamba muhimili wa uchumi wa Ufaransa
ni Afrika, na inaipataje? Inapata kwa kunyonya. Sasa wenzenu wamepambana, wamewatoa, alafu nyinyi mnawaweka. Sasa kwa mtu ambaye hajui anaweza akasema imekaa kibiashara. Haiko hivyo. Tarehe 8 Aprili, sasa hivi situko Mei, tarehe 8 Aprili bunge la Kenya, yani naomba watu waelewe uzito wa hili jambo. Bunge la Kenya limekaa bungeni likapitisha mswada, likapitisha sheria na kufanya mabadiliko ya sheria yao kuwapa immunity, kinga ya wanajeshi wa Ufaransa ndani ya Kenya. Sasa hebu jiulize, immunity. Kwa hiyo chochote watakachokifanya ndani ya Kenya wako immune, wataenda kuhukumiwa kule kwao, yani kesi ya ngedere unampelekea nyani. Sasa tujiulize, kama mnakuja kwenye nchi na nyinyi ni wageni wema, mnafuata sheria na nini na kila kitu, why do you need immunity? Unajua, inabidi ujiulize, kwa nini unahitaji kinga? Kwa sababu kama wewe ni mgeni mwema, unafuata sheria na kila kitu, kwa nini unahitaji immunity? Na ikishakupa immunity inakupa kitu gani? Kwa hiyo unapoona nchi inaenda to that extent kwa sababu ya kuaccommodate nchi ambayo track record yake sio rafiki kwa nchi za Kiafrika, inasikitika sana. Tumetoka kwenye, juzi tulifanya coverage hapa, majaribio ya mapinduzi yaliyojaribiwa Mali pamoja na nchi zile za Sahel, na ilikuwa well coordinated na yalikuwa backed by France. Sasa huwa napenda siku zote niende kwa facts and logic. Ninaposema backed by France, jarida hili hapa la RT, naomba watu waende wakaifuatilie. RTL France linasema hivi, French media outlets confirmed that France and Ukraine were behind the coup attempt in Mali carried out by Al-Qaeda linked jihadists. Kwa hiyo sio SMA anayesema, sio SNS inayosema, sio TBC inayosema, au jarida lolote la Afrika au la Tanzania au la Mali. Ili ni jarida au media outlet ya Ufaransa imethibitisha kwa maneno yake. French media outlets confirmed, inathibitisha that France and Ukraine were behind the coup attempt in Mali carried out by Al-Qaeda linked jihadists. Sasa hapo to join dots. Nimenukuu kwamba jarida hilo limeconfirm hivyo, wameshirikiana kwa sababu ya kufanya kuu. Tukumbuke kuna watu wengi sana wamepoteza maisha yao pale, ikiwepo waziri wa ulinzi wa Mali, ambao ni pigo kubwa sana. Kingine tunatakiwa tujue ni nani walio carry out. Ni jihadist group, makundi ya kigaidi ambayo yako linked na Al-Qaeda. Ndio yale siku zote Fuse tunakuwa tunasema, SNS tumekuwa tunasema kupitia DJ Sma kwamba haya makundi ya kigaidi yanatengenezwa na kufadhiliwa na wao. Kwa hiyo moja kwa moja unajua kwamba yale makundi ya kigaidi sio tu ni kundi la kigaidi, yametengenezwa na wao, wanayafadhili kwa ajili ya maslahi yao. Na hichi ndo kitu ambacho wanawaambia hata katika nchi zetu, tuamke. Kuna makundi ambayo yametengenezwa, kuna watu ambao wanatengenezwa, wanatumika, na hiyo imekuwa karida. Sasa tukiacha kwenye hilo, kwa hiyo nchi ambayo imetoka kubak kuu katika nchi ya Kiafrika ambao wanapambana kujiendeleza, hawana shida na mtu. Naomba niwaulize wana SNS, ushai kusikia Niger au Mali au Chad au hizo nchi ambazo ziko pale zina shida na mtu yoyote? Si wanapambana katika hali yao kuboresha barabara zao, kuboresha kilimo chao, kuboresha nchi yao, hawana shida na mtu. Lakini wale jamaa hawajaridhika, bado wanaenda kuwasababishia madhara. Alafu wewe unampa immunity na unamkaribisha nchi huyu ambaye kafukuzwa kule, unamnani hapa. Ndio maana nikisema Kenya ni nchi ambayo inatumika kama forward operating base. Kenya tunafahamu kwamba kuna Ford Foundation ambayo inasikitisha kwamba kuna baadhi ya wanaharakati ambao waliandika kabisa kwamba tunaishukuru Ford Foundation kwa kutupa over $2 million kwa sababu ya harakati ambazo zinafanyika kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nikisema ni forward operating base, ninamaanisha Bill Gates na chanjo zake either za binadamu au za wanyama na digital ID zinafanyika pale. Nadhani tushasikia kwamba ng'ombe wanatakiwa chanjwe na vitu kama hivyo. Hii ni kitu ambacho nawaambia watu. Okay, nilishafanya makala kwamba Israeli ina own almost eka 500,000 ndani
ya Kenya, na mpaka kupatikana kwake ukijoin dots, na hiyo nishaielezea kwa nani, ipo kwenye YouTube channel yangu, watu wakitaka kwenda kuangalia ilivyotokea maafa, alafu ikatokea mpaka wakainunua, inaleta maswali. Lakini as we speak, kuna rada, mobile rada ya Israeli iko Kenya as we speak, it's on record, ya weather modification. Yani tusipokuwa makini, East Africa yatatukuta yanayotukuta Iran baada ya hivi vita na kushambulia rada ambazo ziko Middle East kwa mara ya kwanza baada ya miaka 10, na nadhani hapa wote mnafahamu hii taarifa, wameanza kupata mvua. Kuna weather modification technology ambayo nimeshaiandalia makala ya almost mwaka jana, ipo Fuse. Mara nyingi Mungu ametujalia wakati tuko mbele ya muda, ipo, watu wende wakaangalie. Niliongelea HAP ambayo ni weather modification technology ambao wanaweza kumanipulate weather, na sio mara ya kwanza. Kwenye Vietnam War pia walikuwa wanaitumia Project Popeye, ambayo ilikuwa inasababisha mvua kubwa sana, wakiwa na lengo ya kufurika yale underground ya maandaki ya wa Vietnam kule. Kwa hiyo rada hiyo tunavyoongea ipo Kenya. Sasa tukija kushangaa Shanghai, na tumeona as I say kwamba tumeona imekuwa proven kwenye Iran, baada ya kushambulia tu wameanza kuona mvua ambayo haijawahi kuonekana zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo amesema uwekezaji. Sasa tuangalie, Henry ame mention very well kwamba kuna nchi ambazo sisi tunafanya nazo biashara kwa kiwango kikubwa zaidi. Moja wapo ni China. As we speak, China imefuta kodi kwa zaidi ya nchi 50 za Kiafrika tunapoenda kuuza bidhaa zetu kwenda China. Kwa hiyo ukiangalia kuna nchi ambazo tukiangalia biashara ya go and bilateral, unaona kwamba it's fair, ni nipe nikupe. Lakini zingine, and I challenge wa Kenya, I challenge them, hizo bilioni ngapi ambazo zinaweka, waeke wazi hiyo mikataba. Kama wataweka wazi tuipitie, kwa sababu utasikuta ndani ya hiyo kuna kitu kinaitwa NDA, Henry ataielezea, na disclosure ambayo inaficha, au utakuta kuna kitu kinaitwa auxiliary contract ambayo imefichwa umo ndani. Na kwenye hiyo contract kuna kitu ambacho inatokea kwamba iwapo kutakuwa kuna sintofahamu kati ya Kenya na Ufaransa, ni mahakama ya wapi itatumika kutatua hilo jambo. Yani naweka bondi simu yangu hapa S26 Ultra, kama mgogoro ambao utatokea kwenye hiyo investment utatatuliwa na nani ya Kenya, mimi natoa hii hapa S26 Ultra yangu na hapa naigawa, utakuta kwamba imewekwa, iwapo kutakuwa kuna sintofahamu, mgogoro huo utatatuliwa kwa sheria za Ufaransa. Kwa hiyo ukiangalia, ndio hicho Henry katoka kukisema na Fikra Zinduka tunakisema, they need us more than we need them. Jiulize kwa nini anahamahama, kama wanasema Africa is a third world country, tuna maafa, tuna vita, tuna ukame, hatujaendelea, tuna kila kitu. Kwa nini wameng'ang'ania kubaki hapa? That's the $1 million question ambayo tunatakiwa tujiulize. Why wako hapa? Ukweli ni kwamba they need us more than we need them. Lakini tumetengenezewa sisi saikolojia, tunawahitaji wao kushinda wanachotuhitaji sisi. Na kama mnakumbuka hapa Tanzania, baada ya kutokea mambo ya tarehe 20 na ngapi, tuliwekewa vikwazo na EU. Lakini sasa hivi as we speak, EU wameleta wawakilishi wao kutoka bungeni waje hapa na iunga mkono unajua Tanzania, ndio maana tunakutana na hizi changamoto. Mfano kuna ile issue ya ubalozi wa Marekani kuongelea kwamba wana maslahi yao ambayo yamekuwa yapewi kipaumbele nini. Issue ni kwamba ingekuwa ni yamekaa terms and conditions ziko vizuri, sisi tunahitaji uwekezaji. Ukiona kuna mvuto, ujue kuna masharti ambao wameyataka ambayo sio rafiki, na ndo maana pako hivyo. Juzi EU wamekuja hapa, wanataka kuleta wawakilishi wao, serikali yetu waambia ondokeni, kwa sababu we are a sovereign country, sisi ni nchi ambayo tunajisimamia wenyewe. Kwa hiyo naomba niishie hapa, lakini kwa ufupi ni kwamba Kenya inanisikitisha kwa sababu it's a FOB, forward operating base. Tunajua it's a major na NATO ally, amemkaribisha Mfaransa ambaye ametimuliwa kule, wametoa immunity kwenye bunge yao. Alafu sasa hiyo inasema
It's for 5 years, na just imagine imeanza kuwa negotiated mwaka jana mwishoni, na by April 8 imepitishwa, na hiyo inasema hivi itakuwa automatically renewed mpaka 2036. Kwa hiyo miaka 10. Kwa hiyo hata wangisema kwamba ni ya mwaka mmoja, hizo ni legality ambazo Henry atakuja atatuelezea kwenye sheria. Watu wajanja wanajua jinsi ya kucheza nazo, wanakutengenezea clause, wewe unaweza kuona hii hapa iko fair, kumbe haiko fair. Ni 5 years, lakini ita renew automatically na hakuna uwezekano wa kureview. Yani hiyo inasema hivi, yani huo mkataba ambao hiyo amendment ambayo imepitishwa inasema hivi, hawawezi wakai review mpaka 2036. So for the next 10 years Ufaransa na wanajeshi wao wana immunity ambayo iko pale. So kwa ufupi, mimi naipenda Afrika, natamani tuwe tuna viongozi, tuwe tuna umoja. Tutaendelea kutafunwa iwapo tutamegana. Unakuta mfano Uganda ana msimamo, alafu Rwanda anageuka, Tanzania ana msimamo, Kenya anageuka. They'll keep on playing with us. Ni sawasawa sehemu yenye maduka, nitaingia kwako nitakwambia kitu ambacho kina thamani ya buku moja niuzie kwa 800. Ukikataa naenda kwa jirani yako ataniuzia kwa 800. Ndio hivyo, na hii ni mbinu ambayo anaitumia, na inamailizia kwa point hii. Profesa Howard anaelezea moja ya mbinu ni kuifanya Afrika iwe ni a raw material producer. Hawataki sisi tuwe tuna value addition, na ndio kitu ambacho kimekuwa nchi zetu zinapambana sana, na nadhani hata Tanzania tumeona mkataba wowote wa uwekezaji sasa hivi tunafanya value addition hapa. Mfano wa uranium tunazalisha hapa, tuna process hapa kwa kiwango ambacho kinawezekana kuzalishwa na kuwa processed hapa. Sasa wao hawataki hivyo, wanataka sisi tuwe raw material producers, na ndio maana hata Nigeria waliwekewa vikwazo sana na changamoto nyingi. Dangote alipoweka ile refinery pale, ilikuwa ni hivi, mafuta yanatoka Nigeria yanaenda Ulaya, yanakuwa processed, alafu yanarudi tena Afrika. Sijui mnaona jinsi wanavyofanya. Kwa hiyo wanatutengenezea mazingira hayo mpaka pale nchi za Kiafrika ambapo tutakuwa tuna msimamo. Na moja ya mbinu wanachokifanya ni kwamba wanakuja kwenye nchi za Kiafrika, wanakupangieni muzalishe nini, mulime nini, muuze nini. Na wanafanya hivyo all across. Ili kwa sababu gani? Kenya ukizalisha ndizi, Tanzania ukizalisha ndizi, Uganda akizalisha ndizi, Sudan akizalisha ndizi, ina maana mimi mnunuaji nitakuja kwa Kenya, nitamwambia sikiliza, niuzie kwa 500. Kenya akikataa, naenda kwa Tanzania, nitanunua kwa 500. Kwa hiyo Tanzania Kenya anajikuta kwamba anaingia hasara, kwa sababu supply and demand ipo, na yule mnunuaji anafanya monopoly. Kwa hiyo hichi ndo kinachotokea, kwamba inapotokea nchi za Kiafrika tunakuwa hatuna msimamo na kuendelea kupokea hawa watu. Inasikitisha, na ninamalizia tu kwa quote moja ya nani anamuita, Samora Machel. Anasema hivi, if one day you hear the Europeans or white man praise me, know that I have betrayed you. Hii ni rule of thumbs, ni formula anampa Mwafrika yoyote ujue. Ukiona kiongozi yoyote wa Kiafrika anapingwa na kupigwa vita na mkoloni, jua ni mzalendo. Na ukiona kiongozi wa Kiafrika anasifiwa na shikwa mashavu na anarembwa, jua ni msaliti. Na I rest my case, naishia hapo. Video hii imekupa thamani, maarifa au hata mtazamo mpya, na kualika kusupport channel hii. Kwa sasa hatuna wadhamini. Kila video inatengenezwa kwa passion, kwa dhamira ya kukuletea maudhui yenye kuelimisha na kuzindua akili. Mchango wako, haijalishi ni kiasi gani, husaidia moja kwa moja gharama za uzalishaji, utafiti, vifaa, na kuniruhusu kuendelea kuunda maudhui kwa uhuru bila kuathiri ubora au misingi ya Fuse ambayo ni facts and logic. Pata video zote na update zote za DJ Sma. Jiunge na channel, scan hii QR code itakupeleka kwenye channel, au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda 0764124124. Andika niunge channel, utapokea link. Ila
Namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Sma 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini, asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, Facts and Logic. DJ Sma. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.